lakini wakati wote nikikua sikuwahi kupenda kabisa kilimo. Habari ya wakati huu, karibu sana hapa Kimomo Falls Estate. Kama unavyoona ni eneo ambalo tunalima kahawa na liko mkoa wa Mbeya, wilaya ya Rungwe, kata Ikuti, kijiji kinaitwa Lienje. Mimi ninaitwa Fadhi Mtanga ambaye pia ni mwandishi mbunifu, na niko hapa shambani na jaribu kutafakari historia nyuma. Wakati nakuwa tukiwa tunaishi kwenye maeneo kadha wa kadha kama Ilembula kule Wanging'ombe ama Tunduma kule Momba, kama familia tulikuwa tunalima. Ukiachia mbali kazi ya mama kama mwalimu, nyakati zote za mwisho wa wiki tulikuwa tunazitumia kwenye mashamba ya familia ambayo mamangu mengine alirithi kutoka kwa wazazi wake. Tunalima mahindi, maharage, kunde pamoja na karanga. Lakini wakati wote nikikua sikuwahi kupenda kabisa kilimo, kwa sababu historia ya jamii ambayo nilikuwa ninatoka, nilikuwa ninaona kama kilimo si kitu chenye tija. Ni ile hali ya watu kujaribu kukabiliana tu na ugumu wa maisha. Kwa hivyo nilikuwa nakasirika sana siku za likizo kulazimika kwenda ama kulima ama kupanda ama kupalilia ama kuvuna ama kupiga maharage na mahindi ama kupiga karanga. Hivyo vitu vyote nilikuwa sivipendi kabisa. Na kadri nilivyokuwa nakuwa na kuanza kuwa na ushawishi ndani ya familia, nilikuwa najaribu sana kuvunja moyo swala zima la kilimo. Nilikuwa na kasirika. Hata wakati tumehamia Mbeya, kuna rafiki yake mama alimzawadia mama mashamba eneo la Itewe. Kulikuwa kuna mashamba kama eka 3 hivi tulikuwa tunalima maharage. Hiyo ndio mahusiano yangu na kilimo cha wakati huo kwa mara ya mwisho. Nilikuwa nimemaliza kidato cha 6 mwanzoni mwa miaka 2000. Lakini sikupenda kabisa yale mashamba. Kwa hivyo nikaivunja moyo familia, tukaachana kabisa na habari za kilimo. Hata nilipokwenda kusoma shule ya sekondari Njombe Sekondari, tulikuwa shule yetu ilikuwa ni mchepuo wa kilimo. Hata ile somo la agriculture sikulipenda, ukizingatia kwamba ilikuwa lina matawi mengi: soil science, crop production, livestock production, agroeconomics, agromechanics. Kwa nilikuwa naona ni kilimo kinahusiana na adhabu. Lakini nilipokuwa nakuwa mtu mzima na nilivyoanza kuwa nasafiri huku na huku, ikanifanya nibadilishe mtazamo wangu kwenye kilimo. Nikaja kujua kwamba nilikuwa ninakichukia kile kilimo sio kwa sababu ni kibaya, lakini kwa sababu uzoefu wake ulikuwa unachangamanishwa na ugumu wa maisha. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana mtu akikosa, akishindwa nyenzo nyingine za kukabiliana na maisha, anaangukia kwenye kilimo. Kwa sababu nakumbuka hata nikiwa nakuwa, wale watu ambao hawakuwa wanabahatika kuendelea na masomo ya elimu ya juu walikuwa wanaambiwa washike jembe wakalime. Kwa mimi nilichukia kilimo kwa hiyo dhana, lakini baadaye nikaanza kupenda kilimo. Baada ya kuwa nimepata maarifa mapya, nimepata uzoefu mpya wa maisha, nikaona kwamba kumbe kilimo nilichokuwa nakichukia ni kile ambacho kwa kizungu kinaitwa hand to mouth. Ni kile kilimo cha unalima ili ule, sio kilimo ambacho kilikuwa unaweza kukifanya biashara ama ukakifanya katika skeli kubwa kwa ajili ya kuleta tija na maendeleo binafsi katika familia, katika jamii na katika taifa. Kwa hivyo nikaanza miaka 15 hadi 20 iliyopita, nikaanza kujenga mazoea ya kilimo. Kwa hiyo nikawa nafikiria kwamba siku moja nitakuja nitafanya kilimo, lakini nitafanya kilimo cha nini? Nilikuwa natamani sana kufanya kilimo cha kahawa, na ninazo sababu kadha wa kadha. Sababu ya kwanza, wakati sisi tunakuwa kwenye ule mji wa Tunduma, wakati huo ukiitwa mji mdogo, mama yangu alikuwa akisafiri kati ya Mbeya na Tunduma. Pale kwenye wilaya ya Mbozi kuna eneo linaitwa Kalasha. Ukishatoka Mloo kama unaelekea Vwawa, walikuwa wanauza kahawa ziko kwenye pakiti ndogo kama za karanga. Mamangu alikuwa ananunua ile kahawa afa anaileta nyumbani, anaichemsha kwenye sufuria. Kwanza kile tu kitendo cha ile kahawa ikifika nyumbani, hata kabla haijafunguliwa kwenye ile pakiti, chumba kizima au nyumba nzima inatawaliwa na ile harufu ya kahawa. Nilianza kuwa na mapenzi ya kahawa.
Na wakati nikisoma shule ya sekondari ya bweni huko Njombe Sekondari, mamangu alikuwa ananifungia kahawa, ananiambia kwamba usiku niwe na kunywa ili nisisinzie plepo. Kwa nikawa na hayo mahaba ya kahawa, na kwa nikawa natamani siku moja nje nilime kahawa. Lakini zao la pili ambalo nilikuwa nalifikiria sana, nilikuwa nafikiria parachichi, kwa sababu pia mimi napenda parachichi, na unajua kama unaishi Mbeya, parachichi ni utamaduni. Yani inakuwaje unakuwa chakula chako hakiambatanishwi na parachichi? Kwa parachichi is a special attachment to a meal here in Mbeya. Kwa hivyo, lakini baadaye nikaanza kujifunza, kuwatembelea wakulima wengine, kupata maarifa, kusoma vitabu, kuangalia documentary kadha wa kadha, nikatengeneza mahaba na kilimo. Kwa hii kilimo cha kahawa. Kwa hivyo nilipokuja hapa Kimomo, fikra yangu ikalenga kwenye kuhakikisha sasa naitimiza ile ndoto, na ninafanya kile kitu wakati nikiwa nakuwa nilikuwa ninakichukia, na hicho kitu ni kilimo. Kitu kinachonisisimua kama mkulima wa kahawa zaidi tu ya kuwa mnywaji ni kupata uelewa wa kutosha wa masuala yote yanayohusiana na zao la kahawa. Zamani ilikuwa nikienda kwenye mkahawa, labda nikaagiza africano, nikaagiza cafe latte, cappuccino, hizo zote ni aina ya vinywaji vya kahawa. Nilikuwa ninafurahia tu ile ladha. Lakini sasa hivi ninapokunywa, ninapata nafasi ya kutafakari kwanza juu ya ubora wa ile ladha wakati mwingine, na mara nyingi huwa nawauliza mabarista kwenye mikahawa ninayokwenda, hii mnatumia kahawa ya wapi? Nikiwa Mbeya ni wazi tu wataniambia kahawa ya Mbeya, kahawa ya Songwe, lakini nikiwa kwenye miji mingine kama Dar es Salaam, Arusha, wataniambia hii ni kahawa ya Mbeya, hii ni kahawa ya Mbinga, hii ni kahawa ya Bukoba, hii ya Kigoma, hii ya Kilimanjaro na kadhalika. Na ninapokuwa hata nje ya nchi hupenda pia kuonja ladha ya kahawa wanazozalisha na kupata ile shauku ya kujua hii kahawa inazalishwa wapi. Na imenisaidia sana kwa sababu sasa hivi ninaweza pia kuanza kutofautisha ladha za kahawa. Hata nikasema hii kahawa yenu bwana ina ladha ya kaudongo hivi, lakini kahawa yenu ni strong. Kwa hata sasa hivi migahawa ambayo nakwenda mara nyingi, ninafahamu kwa wazi zaidi kabisa kwamba nikienda mgahawa fulani nitapata aina ya kahawa ninayohitaji. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu vinavyonisisimua, lakini vile vile kupata nafasi ya kuzalisha na mimi kahawa ili niwashirikishe watu wengine kahawa ambao sisi tunaizalisha hapa Kimomo Falls Estate, pia ni jambo jingine la kipekee sana kama mkulima wa kahawa. Kama nilivyosema, sasa hivi ninalima kahawa, na kama ambavyo binadamu yoyote anapoingia kwa miguu miwili katika sekta yoyote, yapo maarifa mengi sana anayoyapata ambayo hakuwahi kuyajua hapo awali. Kwa hii zaidi ya miaka 30 ambayo nimekuwa nikinywa kahawa kama mnywaji kahawa kupindukia au mlevi wa kahawa, kuna vitu vingi nilikuwa sivifahamu. Lakini nilipoanza kulima kahawa, kwanza nilipata maarifa kuhusu sekta nzima ya kahawa, sheria ya kahawa, mambo yote yanayoratibu zao zima la kahawa, mchakato mzima wa kuandaa miche, mchakato wa kuandaa shamba, viwango ambavyo unatakiwa uzingatie katika upandaji wa kahawa. Nimejifunza pia vitu vingine vyote ambavyo ni muhimu, viuatilifu, mbolea na kadhalika. Lakini jambo kubwa ambalo lilinisisimua sana wakati ninaanza sasa kujifunza maarifa ya kahawa. Wakati wote nakunywa kahawa nilikuwa tu nachukulia poa, si kahawa ipo, na mimi nimekuwa kwenye mikoa ya Mbeya na Songwe ambayo inazalisha kahawa kwa wingi. Lakini kaja kujifunza kumbe kahawa ni bidhaa inayouzwa sana ulimwenguni. Kama bidhaa, kahawa inauzwa sana duniani. Na nimejifunza pia hata historia ya kahawa toka ilivyovumbuliwa huko zama za kale huko Ethiopia, namna ilipotapakaa ulimwenguni, maeneo yanayozalisha kahawa. Sasa hivi ninafahamu hata aina za kahawa, ninafahamu punje za kahawa, ipi ina ubora, ipi haina ubora, ninafahamu umuhimu wa mwinuko
kwa maana attitude kwenye uzalishaji wa kahawa. Ninafahamu pia namna ambavyo wadudu wa aina kadha wa kadha wanavyoweza kuathiri ubora wa ile punje ya kahawa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo nimejifunza, na nimejifunza kwamba kumbe Tanzania pia ni miongoni mwa nchi zinazozalisha kahawa bora, ingawa uzalishaji wetu hauendani na uwezo wetu wa kuzalisha. Eneo tulilonalo linalokidhi matakwa ya uzalishaji wa kahawa ni kubwa kuliko kahawa inavyozalishwa. Sasa mimi nalo swali ambalo nimekuwa nikijiuliza mara kwa mara. Nikiwa mdogo, wakati ninasoma Njombe, ninatoka Tunduma, nilikuwa ninasafiri sana kwa treni hii reli ya Uhuru Tazara kutoka Tunduma hadi Makambako. Ukiwa unatoka Tunduma unapita maeneo ya mkoa wa Songwe, sasa wakati huo ni wilaya tu ya Mbozi, nilikuwa naona mashamba makubwa sana ya kahawa, na hiyo kitu kilikuwa kinanipa udadisi mkubwa. Lakini swali ambalo nimekuwa nikijiuliza mara nyingi, kwa nini wakulima wengi wa kahawa ni maskini wakati kwa literature ambazo nazisoma kahawa ni zao lenye manufaa makubwa. Lakini nimekuja kujifunza tofauti iko kwenye pengo la maarifa. Wakulima wa kahawa kufahamu nafasi walionayo katika mnyororo wa thamani wa kahawa, lakini vile vile watu wanaofanya biashara ya kahawa kujua nafasi ya mkulima na kadhalika. Kwa vipo vitu vingi sana ambavyo nimejifunza na ninaendelea kujifunza, kwa sababu ndio tayari nimeingia kwa miguu yangu yote miwili, na ninaamini nitaendelea kujifunza zaidi. Mwelekeo wa kilimo cha kahawa ukoje? Sasa hivi zipo jitihada nyingi sana za mamlaka, kwa mfano Bodi ya Kahawa Tanzania, baadhi ya taasisi zipo kwa ajili ya kuinua kilimo cha kahawa. Na kuinua kilimo cha kahawa inajumlisha uzalishaji wa mbegu bora za kahawa ili tupate miche bora, lakini vile vile kuwapa maarifa wakulima wa kahawa namna gani za kutunza zao la kahawa na kadhalika. Kwa hiyo mwelekeo ni mzuri sana. Yapo maeneo, kwa mfano hapa kwetu Kimomo, wapo watu ambao waliacha kulima kahawa miaka mingi, lakini sasa hivi wamepata na wenyewe msukumo, wanapanda kahawa kwenye mashamba yao. Kwa kama hii ni sehemu ndogo tu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapana shaka kwamba maeneo mengi watu wanaanza kuona umuhimu wa zao la kahawa. Labda niseme tu, Tanzania ni nchi kubwa sana kijiografia. Nchi nzima ina kilomita za mraba 945,045. Sawa, lakini na eneo kubwa la Tanzania lina milima na mabonde ambayo yanakidhi mahitaji ya kilimo cha kahawa. Jambo ambalo mimi huwa linanipa maswali mengi, nchi ya Uganda ni nchi ndogo sana kijiografia ukilinganisha na Tanzania, lakini pia hata eneo la Uganda ambalo linafaa kwa kilimo cha kahawa ni dogo ukilinganisha na Tanzania, lakini Uganda wanauza nje ya nchi kahawa nyingi kuliko Tanzania. Kwa hiyo naamini hata sisi tutafikia mahali tutaweza kuuza kahawa nyingi nje ya Tanzania kutokana na huu msukumo ambao upo kwenye zao la kahawa. Hiki kitu nimeambiwa mara nyingi, lakini pia nimekuja kukishuhudia. Sifa kubwa ya wakulima wa kahawa ni watu ambao wana vitu vyao vimenyooka sana. Watu ambao wako well organized, kwa sababu mchakato mzima wa kilimo cha kahawa kinataka unyooke, ujiorganize vizuri, kuanzia kwenye hatua za uandaaji kitalu, uzalishaji miche, uandaaji wa mashimo, upandaji, kuihudumia kahawa hadi mchakato mzima wa kuikoboa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nimejifunza na ninakifurahia miongoni mwa wakulima wa kahawa. Ni watu walionyooka na mambo yao. Karibuni sana Kimomo Falls. Hapa si pahala tu utakapoiona kahawa, lakini utakaposhuhudia miongoni mwa vitu vya kipekee sana juu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Utaona vitu vingi sana vitakavyofurahisha macho yako, na ndio maana panaitwa Kimomo Falls Estate. Hapana shaka panakuambia pia kuna maporomoko ya kipekee. Kuna msemo, na huo nauona mara nyingi kwenye mitandao ya kijamii. Hata kuna msemo kwamba wenye kahawa ni wale watu wanaojiona wamepatia sana maisha.
Kuna sababu nyingi zinazosindikiza hiyo dhana, labda kwa sababu pia kwenye mikahawa mingi kahawa si kitu cha bei chini. Kikombe cha kahawa labda shilingi 3,000, 5,000, 7,000 na kadhalika. Lakini pia kahawa inaambatana na utamaduni wa ustaarabu. Kwa hivyo hata wanywa kahawa huhesabika kwamba ni watu waliostaarabika au watu wa daraja fulani. Ndio maana watu wengi sana hutuzodoa wanywa kahawa kama ni watu tunaojisikia, lakini si kweli. Lakini kahawa ni kinywaji chenye ustaarabu na kinywaji kinachochochea mazungumzo, kwamba mkiketi mahali mtabadilishana mawazo mawili matatu. Na hata migahawa inayouza kahawa pahali pote ulimwenguni imebuniwa katika ubunifu unaomfanya mtu anayekaa pale ajione wa tofauti kidogo. Kwa hivyo si kwamba tunajisikia, lakini tumestaarabika.